Bwana, naitwa DJ Machine, mdogo wake Putin, na leo nakuletea series kali sana toka Kongo Bukavu, inaitwa Redeem. Bwana, Govyua ni kampuni ambayo inaendelea kusambaza movie toka Kongo kwenda nje ya nchi, lakini pia tunaanza na angalisho. Bwana, kama unajua mtoto wako na mambo ya kususa, basi weka mtoto mbali na TV. Sinema inaanzia hapa mjini Bukavu. Kwa mtoto alikuwa anacheza, alikuwa anafanya yake kila kitu, na huko juu kulikuwa na paka. Lakini paka kuna kitu alisi. Bwana, nini hicho? Wewe. Kulikuwa na nyoka kubwa ambayo ilitoka chini ya mti kuanza kumsogelea mtoto. Mtoto alikuwa anaitwa Axel. Wakati dadake anakuja, bwana we, alishtuka. Aliona nyoka. Hajawahi kuona kitu kama hicho. Bwana we, alishtuka na aliamua kutoka mbio. Mtoto maskini ya Mungu hajaelewa nini kinaendelea. Mama yake upande wa pili alikuwa anafua nguo zake. Yeye anajua mtoto yuko huko tu anacheza zake. Lakini Skola dada yake, bwana, wanakuja mbio. Mama ana habari. Alifika anamwambia Axel. Anamwambia nini unachokiongea wewe? Anamwambia Axel. Bonge la nyoka. Mama wakati alisikia alikimbia. Axel mwenyewe anaangalia nyoka haijamfanya kitu chochote. Mama aliona. Aliambia Skola, wewe toka kwa sababu. Bwana, mama hajiamini. Mon bébé, Axel. Wakati nyoka ni kama inamchunga mtoto, wewe inamtishia. Miyeyusho ilikuwa nyingi mpaka mtoto alianza kuogopa. Kwa mama yake alikuwa anamuita lakini alishindwa kutoka. Mtoto ameogopa. Huko paka anaangalia. Sasa inakuwaje mjomba nyoka? Inakuwaje? Bwana we, mama move kidogo tu, basi nyoka ni pia anamfuatilia. Mtoto maskini ya Mungu hajaelewa nini kinaendelea. Yeye alianza kulia tu. Skola wakati aliona hivyo, mama alijificha. Mama aliingia nyumbani, kuna kitu alianza kukitafuta. Bwana we, alianza kusaka kitu. Nini mama anatafuta? Kwenye kabati kulikuwa na kitu ambacho alikuwa anakitafuta kama kitamsaidia hivi. Alibonyeza alafu akatimka. Hey Alil, attends. Upande wa pili huku tunamwona jamaa anamuita Alil. Tu veux toujours aider cette femme. Jamaa alikuwa anaitwa Luz na alikuwa anaelewa sana masuala ya kompyuta. Walikuwa washikaji sana. Bwana, lakini jamaa alikuja anamwambia, bwana, mimi sitaki tena uende ukamsaidia huyu mwanamke. Bwana, kama mwanamke alibonyeza kitu alafu huku ndo kimeleta signal kinamuita komando. Na jamaa inaonekana kabisa kwamba wanajuana tu. Yaani toka long time zamani huyu jamaa anamsaidiaga huyu mwanamke. Lakini jamaa anakataa, maana anamwambia huyu mwanamke ana uchawi ndugu yangu. Bwana we, jamaa alitimka. Inaya aliendelea kubaki hapo na kumwita mtoto wake, huku mtoto ashaogopa na anashindwa kumfuata mama yake. Lakini komando alitia timu. Pumzi zilikata. Mtoto nyoka Inaya wote mwangalia. Wewe, nyoka alipata hasira. Wewe, ujamaa akifika mahali alianza kutafuta plan. Inaya, alimwambia Inaya, tumwa attentivement. Nisikilize vizuri. Bien. Unaweza kukimbia? Faire. Mama alikubali. Comme je vais te le dire. OK. Fais-moi confiance. Je vais compter jusqu'à 3. Komando alimwambia nitahesabu mpaka 3. Na utajitahidi kumkamata mtoto wako. OK, on y va. Na ukikosea sekunde moja tu, unampoteza mtoto. Bwana, patama hapo. Komando alianza kuhesabu. 2, huku vazi lake limeanza kuwaka. 3, Msema 3 huyo. Kacha ningive mchukua mtoto akamtopa huko. Mama alishangaa, anamwambia wewe unaangalia nini? Wakati anaangalia hivi nyoka imemchukua. Mtoto yanapanda juu. Mama atamkamata mtoto, ngoja tuone. Au kamata mtoto. Wewe, huyo ndo mlosi komando. Yo, usisema sikukuambia.
Wana sinema ni kali sana. Na bado tungali kwenye EP ya kwanza tu. Ndio yaona chochote. Y'a pas la liberté sans responsabilité. Najaribu kufuatilia maana story ni tamu sana, utakubali. Des petites erreurs, des grandes conséquences. Anawaambia makosa kidogo zinaleta shida kubwa. Bwana Fils au nom de la famille. Mida mpaka tunafanya masacrifice kwa sababu ya family. Mapenzi. Redeemer. Kuna usaliti pia. Redeemer. Gâché. Nimeharibu. Nataka kuanzilia. Oh Redeemer. Oh Redeemer. Redeemer kama mkombozi. Oh Redeemer. Basi tuendelee na kitu chetu wewe. Bwana Komando huko ameshikwa na nyoka. Nyoka imemfunga mguu. Jamaa anaambia vazi lake muite Luz. Mama huko ameshachukua mtoto wake, anafanyaje? Ilibidi achukue atimke. Bwana we, huko Luz yeye alikuwa na play game. Jamaa hajui kinachoendelea kabisa. Vazi tayari linatuma SOS. Jamaa anaita Luz, anakata. Mama anashuka na mtoto wake. Mama anaambia vazi lake ita Luz wewe. Luz anaitwa. Jamaa anaitikia, inakwaje? Bwana vazi la Komando lilikuwa linatumika na umeme. Na jamaa alikuwa anamuita mwenzake ili amchajie vazi lake apate nguvu zaidi apambane na nyoka. Bwana Luz hakuamini. Bwana ndugu yangu, mbona kama unabongo nyoka? Halil, merde. Lakini kuchaji vazi la Komando lilikuwa linahitaji 1 minute. Jamaa ilibidi aanze kupambana. Kuta nyoka inameza Komando. Alianguka chini. Maskini Komando, nyoka imeanza kumeza ili achaji vazi lake, lakini jamaa ni kama inashindikana kabisa. Alivunjika mguu wakati anakimbia. Alianza kulia. Bwana, lakini upande mwingine kulikuwa na dada alikuwa anaitwa Rokia. Huyo dada ndo alikuwa na control hizi nyoka. Sasa fuata storia vizuri. Bwana, kuna kitu Skola wakati anakuja aliona. Maskini ya Mungu, Skola alikimbia tena. Dada yake alimuita. Ona maajabu. Bwana, hapo mawingu ilianza kuchange. Kuna radi ilipiga. Mvua ikanyesha mida hiyo. Lakini nyoka zilianza kutoka kwenye udongo na kuanza kufuatilia. Kati anafanya hivyo, kaka yake alikuja kamuona. Anamuita Rukia. Huku anakonda fulani ambazo zinakuja na zinaanza kuataki. Bwana we, vazi limemaliza kuchaji. Halil. Yari anaingiliwa na nyoka. Halil. Luz anamuita, lakini mitambo ilizima. Maskini ya Mungu. Wakati kunyoka zimekuja, basi wanaendelea kuwa wakubwa. Ukakaki anamwambia, wewe Rukia, inakuwaje, unafanya nini? Dada, damu imeanza kumtoka kwenye macho. Pasua! Wewe sio mtu kabisa. Luz anashangaa. Nyoka zinataka kuwachukua. Nataka kuwataka. Yaribika, kuna maji fulani yameanguka ndani. Jamaa anakuja. Fanyaje hapa? Ilibidi kwanza mchukue mamake. Wakati wanaangalia kama mvua yenyewe ya uongo. Lakini nyoka zimeanza kupotea. Rukia alianza kuzidiwa. Damu ilianza kumtoka. Kumbuka, Skola wakati anakimbia alienda kujificha maskini. Wakati mvua inanyesha. Bwana we, kuna kitu dada na winda. Mais je vois un serpent. Luz anashangaa. Sasa inakuwaje? Mbona siwaoni tena? Halil. Oh merde. Où sont les serpents? J'ai jamais vu ça de ma vie. Komando alimwambia ndugu yake, bwana we, sijawahi kuona kitu kama hichi. Dada kama kuna kitu alizidiwa wakati Komando amepasua nyoka. Rukia alimwangalia kakake kwa hasira. Utakuja kufa. Ne me refais plus jamais. Plus jamais. Wewe, Ces garçons sont iwe mara ya kwanza Eva mtiga. na ya mwisho. Et tout ça pourquoi? Na yote hii ni kwa sababu yako. Ningekuwa mwanaume kamili, singefanya vitu kama hivi. Swahili fupi, jamaa hana vibuyu. Unafikiri nimechagua kwa hivi? Va dire ça à ton père. Hi, dada nanyo anamwambia wewe ndo akamwambia babako. Skola
Hatujui nini kimemkuta. Mama ameteuka, ilibidi aangaliliwe kidogo. Maumivu ilikuwa makali. Komando alimwambia, ngoja tuone. Tiens. On joue le cimetière maintenant. Anamwambia, ndugu yangu, inakuaje? Mbona kama unaanza kujipendekezesha wewe? Rien de cassé. Jamaa akamkata mwenzake. Allez. Jamaa aliona sema ngoja niendelee na mambo yangu. Bwana, hii nyumba unayoiona hapa ni nyumba yao Rokia, na baba yao alikuwa mgonjwa mlemavu na alikuwa na matatizo ya pumu. Alikuwa anaishi hapo na watoto wake wawili, yani Rokia na Onesmo, huyo kaka yake. Baba alikuwa anaitwa Zuma na leo alikuwa na tatizo la bomba la pumu limeanguka, yani bomba ya kuvutia dawa inaitwaga inala. Bidi amsaidie. Alichukua baba yake na kumvutisha dawa. Mlikuwa wote wapi? Lakini Rokia alimwambia, Compromis. Mlezi wako atakuwa hapa kama tulivyosikilizana. Baba akamuuliza, hivi atakuwa mwanangu kweli? Ila Rokia alisema nini? Alisema kwamba huyo ni mtoto wetu kweli, mpaka hata DNA itakuwa moja. Lakini alimuuliza, mbona mwaka mzima imeenea sasa, kwa nini hajakuja mpaka hapa? Anaweza kuishi bila mama yake sasa? Nafanya yangu yote nayoweza, lakini lijamaa linaitwa Komando anaendelea kuniharibia mambo yangu sana. Si continue toujours à foudre ses pieds dans nos affaires. Onesmo pia alikuwa anaingia. Onesmo na baba yake hawakuwa wanapatana kabisa. Jamaa alikuja, alimsalimia baba, lakini baba alikausha. Kwa nini? Tuendelee utajua. Bwana, Onesmo alisikia hasira, aliingia alafu aliklap mlango nyewe. Huyo Komando huyo anajifanya hero, anataka kuniharibia. Basi muue. Bwana, Rokia anapewa amri na Zuma baba yake amuue. Komando leo na balaa. Upande mwingine huku mtoto kashanawishwa, anatakata. Bwana, lakini Komando ilibidi afanye massage kidogo kwa mtoto wa kike. Bwana, anamsaidia kumponya mguu, unajua ameteuka. Skola. Abe. S'il te plaît, aide-moi à arranger mes cheveux. Nisaidie nitengeneze nywele zangu. Bwana, kama ulielewa toka awali mwanzo, Komando na huyu dada story yao haianzia hapa. Ni kama wanajuana. Lakini endelea utajua. Bwana, Komando alitoa tena kitufe cha dharura ama kitufe cha kuomba msaada. Yaani ndio hiki ambacho dada alikuja kutafuta kwenye kabati na akampigia Komando. Komando akamwambia, bwana, chukua tena hichi kitu. Endapo kutakuwa tena na shida basi nipigie. Bwana, naye alimshukuru sana. Lakini leo Komando akaamua kumwambia jina yake. Alimwambia, jina yangu la kweli linaitwa Alil. Watu wamezoea kuniita Komando, lakini jina langu ni Alil. Bwana, Komando katimka zake. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour décoller? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Komando anamuuliza Luz, kila kitu kipo tayari ili niruke? Bwana, huko Luz kumbe ana jambo. Kranka, kumbe nyauka iliingia kwenye mwili wa Skola. Bwana, mtoto unamtaka nini? Kati inaonekana wazi kama sio kwake. Bwana, lakini episodi ya kwanza. Basi tukutane episodi ya pili. Si santene comme moi. Oh, ndo story inaanza. Liberté sans responsabilité. Et alors ma dignité. Snimate inaitwa Redeemer na des petites erreurs. Nilikuwa DJ wako Machine, mdogo wake Putin. Derrière des promesses. Les sacrifices sont. Basi tukutane kwenye EP nyingine. Bwana, usisahau kusubscribe. Pia share. Watu wengine waone kitu kama hichi. J'ai tout gâché, je vais recommencer. Oh, Redeemer. Le prix est élevé, je vais abandonner. Oh, Redeemer.